hii ya ndoa. Kwa yule ambaye anahitajia yeye kuingia katika tendo hili la kuoa, la kuingia katika jambo hili la ndoa, jambo hili ni sunna kwake, kwa yule ambaye anayelihitajia. Ni sunna, si wajibu kwamba lazima afanye hivyo. La, mtu anaweza akajistiri, asifanye machafu, akamtii Mungu na mtume, akafanya mambo ya khairati chungu nzima, na asioe kwa maana ya kuwa yeye asibughudhi jambo hili la kuoa. Akawa yeye anashughulika na mambo mengineyo ya ibada, jambo hili akawa yeye hakulifanya. Na kama atafanya hivyo, basi itakuwa ni sawa sawa tu, baya asigombeze jambo hili. Kwamba mimi sitaki kuoa kwa sababu kuoa ni jambo baya, kwa sababu kuoa ni jambo ambalo halipendezi. Huyu wa namna hii na maneno mengineyo atakayokuwa akiyasema ambayo hayakubaliki sheria, ataingia kwenye makosa. Wapo wanawachuoni wengi tu ambao mpaka wanaaga dunia hawakuoa, lakini hawakubughudhi jambo hili la kuoa. Walishughulika na mambo ya khairati mengineyo mpaka mauti yakawafika. Lakini kuna mwanachuoni mmoja aliwahipo kuulizwa kwamba wewe utakuwa mgane mpaka lini? Watu wanakuzungumza vibaya, watu wanakuzungumza kwa wewe hutaki kuoa. Wewe unakuwa ni mgane tu. Yule mwanachuoni akawajibu kuwa jambo la kuoa sio kwamba mimi ninalibughudhi au nalichukia au nalikataa. Mimi hivi sasa kwa kweli ninashughulika na nafsi yangu, kuiweka sawa sawa ikae katika toa ya kumtii Mungu. Hayo mambo yenyewe kwa kweli bado nafsi yangu haijatekeleza kwa ukamilifu. Na laiti kama nafsi yangu ingelikuwa ni mwanamke, basi mimi ningelimpa talaka nikamuacha, kwa sababu yale mambo yangu ya fardhi niliyofardhishiwa na Mola wangu bado sijakamilisha. Nafsi yangu inanipiga chenga, nafsi yangu inanipeka hovyo. Kwa hiyo kama nafsi yangu inanipeleka hovyo, inanishinda, sitaki mimi kuwa na nafsi nyingine tena itakayo nishughulisha mimi, itakayo kuwa nafsi hiyo
inanipatiliza kwa mambo mbalimbali, nikashindwa kutekeleza yale ambao ni wajibu kwangu. Ama nikiyamaliza, nikiyatenda sawa sawa, basi hilo jambo la kuoa mimi nitaoa.